Sachi, umeamua kunidhihirishia kwamba we ni mtu mbaya kiasi hichi. Unajua siamini. Kama we ni malaya hivi, ina maana mimi kutoka siku 2-3 tayari umeshaanza kupamiliki hapa. We mwanamke, laiti ungejua maumivu ulionipatia leo hii, ungejua ni jinsi gani ninachopitia. Lakini sawa, naomba uondoke. Naomba vae haraka uondoke hapa. Hello baby. Yes baby. Naona leo umenipigia baada ya kupita siku nyingi sana. Vipi, umenimiss? Ndiyo baba, nimekumiss sana. Alafu naomba unisamehe kwa yote nilokufanyia, maana nimejisikia vibaya sana. Lakini hata hivyo hapa nyumbani niko peke yangu. Kwa hiyo unaweza ukaja wakati wowote na muda wote unaotaka. Kidoti, huwa unasemaga hivyo hivyo. Na nikitaka kuja huwa ananizungusha. Na unajua kabisa kwamba mimi nimemiss tamu. Yaani nimemiss show zako. Hivi una akili wewe kinyago cha mpapule? Unapata wapi ujasiri wa kunipokonya simu yangu? Unajua hata bei ya simu wewe? Ushai kununuliaga hata kichupi tu? Hujawahi. Unathubutu kushika simu yangu? Wewe mpumbavu kweli. Unawezaje kuongea na wanaume zako mbele yangu mimi? Wewe ni nani paka nisiongee na wanaume wangu? Wewe ni nani? Sasa nisikilize. Leo usiku mwanaume wangu anakuja. Utafute sehemu yoyote ya kwenda kulala, ila sio humu ndani. Leo nataka ni relax na mpenzi wangu, ni enjoy. Mshenzi mkubwa wewe. Naomba simu yangu. Siwezi kukupa hii simu yako. Nipe simu yangu huko wewe. Maya, naomba unisikilize. Tena naomba unielewe hichi ambacho naenda kukizungumza hapa. Mwambie mwanaume wako habari za kunitangazia ujinga mtaani mimi sipendi. Si umenielewa? Mimi ni kijana ambaye ni mzuri sana katika huu mtaa. Sihitaji kabisa kuwa na sifa mbaya. Naona ananiingia katika njia zangu ambazo sijawahi kumuonesha makucha yangu hata siku moja. Sidhani kama kuna siku ambayo nishai kukutongoza au kukutamani tu. Sasa naomba ukamfikishie taarifa zangu kwamba Lavani amesikia maneno yote ambayo umezungumza mtaani. Hivyo basi hajapenda na sitaki kabisa mazoea. Na hisi utakuwa umenielewa. Yaani nilivyosimama hapa kwa bashasha, nikajua nitasikia vitu ambavyo sijawahi kuambiwa na mwanaume mwingine yoyote. Lakini kumbe unamwongelea yule mpuzi. Yule hana lolote. Alafu wewe anakusumbua nini? Ukiangalia mtu mwenyewe mweusi kama lami. Lakini kingine, wahenga wanasema lisemwalo lipo. Kama alipo basi laja. Kwa nini tusitimize huo msemo? Yaani tuanzishe mahusiano mimi na wewe. Hivyo una akili timamu kweli wewe? Au umechanganyikiwa wewe? Nisikize nikwambie. Kuchanganyikiwa kwenu maisha usisababishe kila mtu ukamzoea mtaani. Utakuwa una pepo wewe, sio bure wewe. Hivi ukiniangalia mimi na wewe tunaendana? Wewe unaendana na yule kikagosi chako ambaye ni mfupi mwenzio, sio mimi. Wewe unanionaje mimi? Wanchukue mimi majajioni au malagambea? Naona unataka kunizoea kabisa wewe. Usifananishe mimi na hao vijana wengine huko mtaani. Mimi sio wa hivyo. Mimi ni mtu ambaye najiheshimu na akili zangu timamu. Najua nini ambacho mimi nakifanya. Sasa basi, sihitaji kabisa mazoea au kelo katika maisha yangu. Naomba ujumbe wangu ufike kwa mwanaume wako. Na wewe pia naomba nikufikishie huu ujumbe. Sipendi upumbavu. Na hisi utakuwa umenielewa.
Mjinga wewe. Mtu mwenye kashasema mfupi. Sasa naanzaje kuwa na sampo fupi? Nahitaji kubadilisha sampo. Niyo na mtu mrefu ambaye hata kule napo kutakuwa kurefu. Ndugu yangu, unajua kwa nini sasa hivi sionekani? Nimebana na tatizo pale nyumbani. Yule mwanamke sasa hivi amekuwa mtata sana. Tofauti na mwanzo. Sasa hivi ndugu yako nimekuwa mfanyakazi wa ndani. Kiasi kwamba nashindwa hata nisemeje kwako. Huyo mwanamke analeta mpaka wanaume mle ndani. Kibaya zaidi mpaka nguo zake za ndani. Na boksi za mwanaume wake. Pia hata mashuka yake. Wanaolalia na mpenzi wake. Na yafua mimi. Hivi kweli ni haki hiyo? Bwana, kwanza nikupe pole sana. Na ndio maana siku hata nikiingia studio mimi sikuoni kabisa, sikukuti, yani hauji. Ila nimefikiria kitu. Mimi naona bora nikusaidie tu kwa sababu kuna mtaalamu ambaye namjua mimi na aliwahi kunisaidia mimi kipindi naumwa. Kama utakunjua roho yako na umelizia nikupeleke, basi hata kesho mimi nitakupeleka. Utakuwa umenisaidia sana ndugu yangu. Huyo mtaalamu naamini atakuwa ni mzuri sana wewe. Kwa mganga, twende ndugu yangu. Mganga? Yaani mnapanga majeshi ya kuniua mimi, si ndio? Hivi wewe Shem, nao mabrichi yako kama huko kwenye interview ya Wasafi Media. Una kipi cha kumshauri Sachi akuelewe? Wewe mwenyewe hujui kuhusu wanawake. Huna mahusiano. Hujawahi kuingia kwenye ndoa. Alafu bado umekaa unamshauri Sachi. Sachi, ni mara ngapi niongee na wewe? Kila siku nadili na wewe. Nimekupa kazi kibao za kufanya nyumbani. Lakini umekuja huku kuchamba umbea. Haya, chapa lapa tuondoke nyumbani. Kipenzi Maya, kama tulivyozungumza, sina muda kupoteza. Hali ya chuma ilitema. Si unajua baadaye mimi nataka niwahi job. Sasa mimi nimekuelewa. Maana nilikusubiri muda mrefu, alafu si unajua nilivyokumisi. Kwa hiyo tusipoteze muda. Kipenzi, samani, naomba usinifikirie vibaya. Yule ni bodaboda nilimpigia simu. Kuna sehemu nitaka nipeleke mara moja. Kwani mimi nimekuuliza? Au mimi nimeingilia kwenye maongezi yenu? Alafu, hivyo dada unajiheshimu kweli wewe? Ni lini ambao mimi na wewe tumeingia kwenye mahusiano? Sikiza nikwambie, hata kuchanganyikiwa. Si umeelewa eh? Kwa hiyo unajisaulisha? Unasahau tulivyokutana pale nilikwambia mimi ni mgeni wako? Tayari tumeshakuwa kwenye mahusiano. Mimi mwanaume akishanisimamisha tu na akaniongelesha tu kidogo, basi yani mimi ni king'ang'a. Kwa kama mimi ni king'ang'a, nimeshakung'ang'ania. Hivyo tumeshakuwa kwenye mahusiano, mimi ni mpenzi wako kuanzia leo rasmi. Hoja dada siku hizi si mpoje. Ya mimi nakwambia hivi, wewe umechanganyikiwa sio bure. Wewe utakuwa unalana wewe. Sasa basi, acha kunifuatilia. Si umeelewa eh? Nilishakwambia muda ule tulipokutana mimi na wewe kwamba mumeo ndo kwanza anaanza kunifuatilia kwenye maisha yangu. Sitaki kabisa niingie kwenye anga zangu. Na wewe unaanza kuniingiza kwenye matatizo sasa. Kaa mbali na maisha yangu. Si umeelewa? Na ukome kuanzia sasa hivi. Mbwa mmoja wewe. Hivyo mwanaume unajitambua kweli wewe? Kwa ninavyojua sisi wanawake ndo tuna sifa za kuku. Kila da tunapakua sisi. Lakini wewe unakoromea lakini bado umeshindwa kukaza. Nini maana ya wewe kuwa mwanaume? Yaani umeamua kuzichukua siri za humu ndani na kwenda kuzitangaza huko nje, si ndio? Hapana mpenzi wangu. Unachokizania sicho. Unatambua kabisa kwamba yule ni rafiki yangu. Na hapa tulikuwa tunaongea mambo yetu ya kiume.
Na kingine usichokijua, mimi siwezi nikatoa siri za humu ndani na kwenda kumwambia mtu mwingine wa nje. Mimi najitambua na najielewa pia. Sikiliza Sachi, tambua nilikupa nafasi moja ya kuondoka, lakini wewe uling'ang'ania kubaki humu ndani. Hivyo basi wewe ni mfanyakazi na sio mwanaume wangu tena. Na maswala ya wewe kuniita baby yakome. Mara mpenzi, mara nani, mara hani. Koma kuanzia sasa hivi. Yes baby. Nipo hapa tunapokutanaga. Naomba uje sasa hivi. Okay, nakuja. Sikiliza wewe mjinga, nikuambie. Mimi natoka. Hakikisha unafanya usafi humu ndani. Ukishamaliza kufanya usafi, unapika chakula kitamu ambacho mwanaume wangu akila anakifurahia. Si umenielewa? Mbona tangu jana hujalala nyumbani? Maana nimefika pale nyumbani pale, nimekuta mlango umefungwa. Na hata hivyo ninavyokuona kwamba mguu naona kama ndo unarudi. Unaweza kuniambia ulipotoka? Kwa hiyo wewe sungusungu unapiga rada kwenye nyumba za watu kujua nani yupo au nani hayupo. Nisikilize nikwambie. Mimi leo nimetoka wapi au nimelala wapi? Hiyo ni juu yangu mimi. Una mamlaka ya kunipangia nini cha kufanya. Sikia nikwambie. Yaani usichokijua kuwa mimi ndo kila kitu kwako. Hata pale unapokaa, mimi ndo ninayekulipia kodi. Kwa hiyo usisababishe mimi nikachukua maamuzi magumu. Sio, unanielewa? Kwa unanitisha? Wewe sio kwamba ndo unaniweka hapa mjini. Wapo wanaume wengi tu wanaweza kunihudumia. Kwa hiyo sasa, hayo maamuzi magumu unataka kuyafanya, wewe fanya. Mimi wala sikuzuii, alafu unitishi. Tambua kuwa mimi ni mwanaume. Na mwanaume siku zote ndo kichwa cha familia. Na hata hivyo sichokijua, unapofanya umalaya wako huko, ukipata matatizo huko, mimi ndo nawajibika. Ila endelea. Hizo ni mbio za sakafuni tu. Uishia ukingoni. Wewe utarukaruka kote, lakini hapo umefika. Hayo unayotaka kuyafanya, mimi najua una ujasiri huo. Sasa nisikilize nikwambie. Naondoka hivi na nitarudi pale pale. Kwa sababu hakuna unachonitimizia. Acha nini nikatafute furaha nje. Alafu nikirudi tutaongea vizuri. Kwa ile wanawake hawa, yaani wanajali kesho na wapa nini, sio juzi ile wapa nini. Baby vipi? Mbona uko hapa? Unahitaji kwenda kuoga nikakuandalie maji? Hapana mpenzi. Nimekaa ndani kwa muda mrefu sana. Na naona umechelewa kurudi. Na nikajua labda yule bwana wako unaishi naye amekufuata. Sikiliza nikwambie Shababi. Sipendi kabisa utani wako. Yaani siupendi kabisa. Nishikwambia mara ngapi? Nishakwambia yule sio mwanaume wangu. Yule ni kijakazi wangu tu pale nyumbani. Sasa naona kabisa unaforce niondoke na sitakuja tena hapa kwako maana umeanza tena kunisimanga. Hapana baby. Wewe na ujui utani. Nimekutania tu. Usikasirike basi. Utani gani huo? Utani ambao unafanana na ukweli? Mimi sipendi bwana. Hata hivyo mimi nataka nikajiandae niondoke. Sasa naondokaje hivyo jamani? Afu mimi mwenyewe unajua sijamaliza. Twende basi ndani tukamalizia hata kimoja. Shababi, huchoki tu. Mimi nimechoka bwana. Ndio tu nataka tu. Twende bwana mpenzi. Kimoja tu tukamalizie.
Unafuata nini tena hapa? Wasacha kuniuliza mimi swali kama hili. Si nimekuja kwa mpenzi wangu jamani. Nimekaa nyumbani, nimeona nimekumisi, nimeona bora nirudi. Sasa unaniulizaje tena swali kama hilo? Nakuuliza kwa sababu umeona lile tukio asubuhi pale. Wewe hujamuona yule? Yule ni mke wangu. Yule ndo kila kitu kwangu. Ananilisha, ananivisha, ananivalisha, mpaka ile studio anazitoa yeye. Mbona unataka kuniharibia wewe? Sitaki kuniharibie, sawa? Naomba uondoke. Na sitaki tena urudi hapa. Hivyo sasa unajielewa kweli? Sasa nisikilize nikwambie. Mimi hapa sitoki. Sasa kama yule ni mwanamke wako na mimi ni mwanamke wako. Wewe ndio uliniahidi kwamba tutakuwa wote pamoja. Sasa basi, kama ulikuwa ulijui, mimi ndo king'anga. Yaani nitakung'ang'ania wewe kama ruba. Uweze amini. Sachi! Njoshe hivi vyombo. Nakuja. Kwa hiyo wewe mwanamke wako ndo anakuita ndo koshe vyombo. Siku hizi mko mfanyakazi wa ndani. Ila sawa. Naondoka. Usiku nakuja. Ni mgeni wako. Baby, vipi ili swala la mimi kuja kwako? Au hizi taarifa nazozisikia huko mtaani za kwamba unaishi na mwanaume ndio imekuwa ngumu mimi kuja kwako? Baby, come on. Usisikilize maneno ya watu bwana. Alafu yule nyumbani ni mfanyakazi wangu tu na sio mwanaume wangu. Na kuhusu swala la wewe kuja pale nyumbani kwangu, utakuja tu kwa sababu hata hivyo ni kwako pia. Kwa utakuja tu bwana. Si unajua mimi nina wivu. Na maneno unaoniambia na ninaosikia huko mtaani inakuwa ngumu sana kukuelewa. Nishakwambia yule sio mwanaume wangu. Hem, niamini. Acha maneno ya watu bwana. Wewe ni mtu mzima. Ukipewa ya watu mjiongeze. Kwa sababu hawajui yule ni nani pale nyumbani. Kwa hiyo wakimuona pale nyumbani wanahisi labda ni mpenzi wangu. Lakini sivyo. Yule ni mfanyakazi tu pale nyumbani, ananisaidia kazi za nyumbani. Nafurahi kusikia hivyo. Kwa hiyo lini tunaenda kwako? Kwangu? Utakuja tu. Kuna zawadi nataka nikuandalie. Nataka nifanye iwe surprise kwako. Kwa hiyo nipe muda. Nikisha kuandalia hiyo surprise, alafu then utakuja. Si ndio? Okay. Basi ngoja mimi niwahi zangu kazini. Baadaye basi mpenzi. Wewe tena. Haya. Umefuata nini nyumbani kwangu? Maana nishakukanya zaidi ya mara 2. Sitaki kabisa mazoea na wewe. Lakini naona kabisa unielewi. Labda nikuulize, ni kitu gani ambacho kimekufanya uje hapa nyumbani? Mimi nimezurura huko mtaani, nimeona sielewi. Nikaona bora nije hapa kwako. Unajua kabisa kichupa kimejaa, alafu hamna mtu mwingine yote anaweza kumaliza haja zangu isipokuwa wewe tu.
Hivi unakisikia unachokizungumza wewe? Kwa dada una matatizo gani wewe? Aki ya Mungu. Kweli ndio maana nasema kuwa uyaone. Ndio tunaanza kuyaona sasa. Iko hivi, hakuna utachokipata unachokitaka kutoka kwangu. Mimi sio mwanaume wa hivyo. Nilishakwambia tangu mara ya kwanza nakutana na wewe. Mimi najiheshimu, najielewa. Alafu naamini wazazi wako wamepata hasara sana. Yaani wamekuzaa ukiwa mzima, alafu unakufa ukiwa mgonjwa. Kwa sababu upumbavu na tamaa zako za kijinga. Naomba uondoke nyumbani kwangu sasa hivi. Si umenielewa? Nimeshakwambia tayari. Yaani hapa nimezidiwa afu sielewi. Kwa hiyo naomba tu nisaidie tafadhali. Tuingie tu ndani japo hata mara moja tu. Naona sasa nimeongea Kichina. Kwa maana ninachokizungumza hapa wewe ukielewi. Si ndo maana yake? Kwani wewe shida yako aswa ni ipi? Unahitaji kuniua au? Yaani ubebe maradhi yako huko uje uniletee mimi nyumbani kwangu? Sasa umemaliza vijana wote katika huu mtaa. Umeona lobakisha ni mimi. Kwamba uje sasa na mimi unimalizie, si ndio? Sasa labda nikwambie kitu kimoja dada yangu usichokijua. Kwangu mimi. Alo nipati ngo? Yaani umefeli. Sasa basi. Naomba uondoke. La sivyo nitakupiga sasa hivi. Naona unifahamu vizuri. Mimi ni chizi. Alafu mimi ni chenga ndo nakwambia yani. Nenda kawagae huko kwa wajinga wenzako. Mbona uko hapa mtaani una? Na nimekuacha getoni nikakwambia usitoke. Wewe unamjua yule manzi wako ni mtata. Sasa je, akikukuta hapa mtaani itakuwaje? Baba, nimepigiwa simu sasa hivi hapa, niende studio hapo nikarekodi sound track. Hivyo nageuka sasa hivi mwanangu. Sasa naomba unisikilize vizuri. Mimi najua kwamba hii safari yetu ya sanaa ni safari ambayo ni refu sana. Na katika hii safari tunahitaji pesa ndio tufanikishe. Na kuna mchongo ambao unaufukuzia. Huo mchongo ukitiki, tutaweza kubadilisha maisha yetu na kufanya sanaa yetu kwa unafuu. Naomba yaweke maneno yangu akilini. Inatakiwa tupambane nje na sanaa, ndio turudi tuje tuwekeze kwa sanaa. Hayo masuala sijui ya madem nini yatakuja baadaye. Kwa hivyo hapa naomba ukienda usichelewe. Basi sawa mwanangu. Katika siku ambazo umeongea vitu muhimu, leo umeongea pointi sana. Na unajua kabisa napitia changamoto. Hivyo nakushukuru sana rafiki yangu. Umekuwa ukisema na mimi kila wakati. Basi ngoja mimi nielekee. Okay, poa. Take care. Mimi nakutegemea mwanangu. Shabali. Sasa ndo nini kunifanyia vile jana? Tulikubaliana vizuri nije hapa kwako. Ukaniacha dilema manake ni? Wewe ndio uliozingua. Na tulishaongea vizuri kabisa kwamba naondoka na wewe. Cha kushangaza na shangaa katokea mtu, yani umemkimbilia kwa bashasha kabisa. Na isitoshe mazungumzo ambayo alikuwa anaendelea pale sikuyapenda. Kwa hiyo mimi nikaamua niondoke. Ulichokifanya sio vizuri. Wewe unajua yule ni nani yangu? Sasa usichokijua yule ni kaka. Nilimkimbilia tu pale ili asinihisi vibaya. Na unajua kabisa pale aliponikuta tu na wewe angenihisi mimi vibaya. Unaanza angenichukuliaje? Angenihisi mimi nafanya umalaya, na ndio maana nilimkimbilia nikaenda kumuomba msamaha. Kwa usifanye hivyo. Eti kaka yako. Mbona mimi sijakusikia kwamba una ndugu hapa mjini? Eti Rona anambia kaka yako. Na kaka yako angekusukuma kama vile. Sasa kama sio kakangu yule ni nani? Nimeshakwambia yule ni kakaangu na nilienda pale kumuomba msamaha. Hivyo tu tukopa tujaelewana kwa sababu amenikuta kwenye mazingira sio mazuri. Alafu kingine mimi hapa nilikuja na jambo langu. Tangu jana sijatia kitu mdomoni. Hivyo nilikuwa naomba kama una senti kidogo unipatie niende nikale. Pesa. Kwa hiyo kwenye shida ndo unanikumbuka mimi. Haya, nitafanyaje? Na mimi ndo upendo umenijia rohoni. Yaani unanipa mimi 20,000.
Sasa nisaidia nini mimi? Hii si ya maji ya kunywa kabisa. Mbona dharau hivyo wewe? Kama hiyo maji ya kunywa mnipe pesa yangu kwanza. Ila basi itanisaidia kidogo kweli. Bye. Wanawake wengine bwana, kwenye shida ndo wanakukumbuka. Afadhali tumekutana tena hapa. Maana nimekutafuta kwa muda mrefu sana. Binti, achana kabisa na mwanaume wangu. Maana usije ukafikiri labda siku ile tumekutana nikakuacha tu ize ukanichukulia unaniweza sana au unanimudu. Tafadhali, naomba kabisa uachane na mwanaume wangu. Na hapa ninavyokuambia, nakwambia kistaarabu. Siku nyingine sitaongea kwa maneno, nitatumia vitendo. Na ukumbuke, this is the first warning and last warning. Sitarudia tena. Hivyo dada chizi eh? Yaani umenisimamisha hapa barabarani unaanza kuongea utopolo. Unaongea kitu gani? Kwanza sielewi hata unazungumzia nini. Ongea moja kwa moja nikuelewe. Ni mwanaume gani unayemzungumzia wewe? Maana mimi hapa nilipo nina listi nyingi ya wanaume. Kwa hiyo ongea jambo moja nikuelewe. Alafu huyo mwanaume wako naomba umtaje nimjue. Kama yule wa siku ile nilishaachana naye, hayupo kwenye listi zangu. Sijui unanielewa? Unajikuta chizi eh? Unajikuta taira. Unajikuta wewe ni mchizi wa wachizi. Sasa mimi nina cheti cha Mirembe. Si haumjui huyo ambaye nakwambia, utamjua leo mjinga wewe. Unajikuta nani wewe eh? Wewe unajikuta chizi, rudi hapa nikuoneshe. Alafu kajitu kenyewe akajai kwenye mkono. Yaani akapepeta tu, kaone kwanza. Mbele akachezi nyuma akatingishiki. Nyo! Samahani brother kwa kupotezea muda wako. Nia madhumuni ya kuja hapa ni kuomba msaada wako. Naomba unisaidie. Mimi naimba bro. Naimba lakini nimekosa support. Natamani nifike mbali sana. Hivyo basi nimeona wewe ndo mtu wa kunipa support. Naomba unisaidie ndugu yangu. Ni kweli unavyosema. Lakini katika swala la kusema kwamba mimi nikusimamia wewe, hilo haliwezekani. Nikwambie tu kitu. Kwa sasa na mambo mengi sana ya kufanya. Na kama ulikuja ili nikupe kazi hapa ofisini kwangu, ingekuwa vyema sana. Lakini unavyoniambia kwamba eti nikusimamie kwenye swala la muziki, siwezi. Lakini blaza, kumbuka sisi ni vijana. Unavyonisaidia mimi leo, huenda kesho na mimi nitakusaidia wewe. Mimi naomba tu unisaidie, kunjua moyo wako. Ni kweli unasema hivyo. Lakini ni ngumu sana kwa upande wangu. Hivyo nakuomba tu uende. Kama kuna msaada mwingine ningekusaidia. Lakini sio kwa hiyo. Au hujakula nikupe pesa ili ukale. Bale basi kuangalizia hapa kidogo. Shika hii pesa nenda kale. Sachi, ni afadhali hata tumekutana hapa tena. Nimekutafuta vya kutosha muda mrefu na nisikuone. Namshukuru Mungu kwa kuwa tumekutana hapa. Sachi, naomba nisamehe mpenzi wangu. Najua nimekosea sana. Lakini nimegundua siwezi kuishi mbali na wewe. Nakupenda mno. Yaani kwa siku hizi chache ulizokaa mbali na mimi, nasikia kuchanganyikiwa, nateseka mno. Nimejua uwepo wako ni wa thamani sana maishani mwangu. Nakupenda sana babangu. Mimi naona unajizungusha tu hapa. Nakupenda zimekuwa nyingi. Shida ni nini mama? Wewe si ulikuwa ukinifukuza mimi? Leo hii unataka kurudiana na mimi? Shida ni nini labda? Kama nilivyosema hapo awali, ya kwamba mimi nishagundua makosa yangu.
Hem, tugange ajayo babangu. Tuache yalopita, tusonge mbele. Naamini tutaanza upya. Nimejirekebisha. Nimeacha yale yote ya nyuma yapite ili tuanze kurasa mpya. Nakushangaa sana. Na ni kitu ambacho hakiwezekani kabisa. Mimi sikutaki tena. Sijui umenielewa? Lakini Sachi, mimi nina mimba yako. Una mimba yangu? Wewe mpumbavu nini wewe? Wewe uko kunifukuza pale kwako. Unaingiza bwana zako wale. Leo hii una mimba yangu? Hiyo sio mimba yangu. Na tena ukome kunifuatilia. Mpumbavu mmoja wewe. Sachi! Sachi! Unajua sijaamini kabisa Yaani kwangu mimi naona ni bonge la surprise ambayo umenifanyia. Buju, ni muda mrefu umepita. Ulikuwa uko mbali kabisa na maisha yangu. Muda wote nilikuwa napitia wakati mgumu sana. Kwa sababu si unajua sisi ni binadamu. Kuna muda mwingine tunakutana na vishawishi vingi. Lakini bado moyo wangu ulikuwa unakutaja wewe kwa asilimia kubwa. Hiyo yote inaonyesha bisha dhahiri ni jinsi gani ninavyokupenda. Leo kukuona hapa, hakika nimefurahi sana. Yaani Lavani, hujui tu mimi mwenyewe nilikuwa nimekumisi hatari. Maana yani kule shule nilikuwa naona masaa hayaendi. Eti Yaani natamani hata leo umalize. Ili muda wote niwe karibu na wewe. Kuna muda mwingine nikiwaga geto, kuna nyimbo tu nikisikia, basi moja kwa moja nimekumbuka jina lako. Unajua ni nyimbo gani hiyo? Ile ambayo anasema wewe kwangu sadaka, sadaka yenye baraka. Yaani namaanisha Buju. Umeanza kuchangamka. Hivyo mwanaume una shida gani? Yaani kukupa upenyo kidogo tu umeshaanza kuhangaika na hao wanawake wa nje. Kwani mimi sikutoshi? Umeshindwa kujua thamani ya upendo wangu kwako na unajua kabisa nakupenda. Kwa nini unaamua kunifanyia yote haya? Alafu we binti, unavyoonekana hapa mtaani wewe ni mgeni. Kufika tu umeanza kufanya umalaya. Haujauliza huyu mwanaume ni wa nani au hayupo kwenye mahusiano au yupo kwenye mahusiano. Unajibebea tu. Utakuja kupata magonjwa. Alafu nisikilize wewe mwanaume. Acha umalaya. Rizika basi. Baki njia kuu. Hivyo dada, wewe punguani hivyo una akili wewe? Ni lini mimi singe mahusiano na wewe? Au nitajie ni siku gani kama una kumbukumbu kwenye hilo ndonga lako huko kichwani kwamba kuna siku nishaye kukutongoza wewe? Wewe usinipande kichwani wewe. Niko na mwanamke wangu, naomba utuache. Yaani umekuwa ni mharibifu sana kwenye maisha ya watu. Una kero, yaani kila mtu anataka kuchukie wewe. Na ndio maana hata mahusiano yako yanakushinda kwa sababu ya upumbavu unaoendekeza. Mbona kwa sio mwelewa? Baby, nisikize nikwambie. Huu kiburushuti huu mimi simfahamu. Na wala sijui ni lini nishakuwa na mahusiano naye. Sasa basi, nakupa onyo la mwisho. Ukinifuatilia kwa mara nyingine, wewe dada wewe tutaonana wabaya. Asante baba. Mimi leo hii unaniona babuji Unaniona mimi kichaa. Nashukuru. Hili ni somo ulionipa dada. Nisamehe. Wewe nitakurudia. Hivyo ajikuta nani? Kila siku namwambia jambo moja tu anielewi. Anajikuta stai. Sasa nitamkomesha.
Shababi, ni afadhali hata tumekutana hapa, kwa sababu nilienda nyumbani kwako sikukukuta, lakini namshukuru Mungu tumeonana hapa. Ninao furaha kubwa kukuambia kwamba mimi hapa nina surprise yako. Yaani surprise ya leo naamini itakufanya uwe happy, unipende zaidi, alafu tupendane mpaka kifo. Shababi, mimi ni mjamzito. Natarajia kuitwa mama, wewe uitwe baba, tuwe wazazi wa huyo mtoto. Nimekusikiliza ulichozungumza. It is surprise. Surprise ndio huo ujinga wako unaoniletea hapa. Cha kukwambia tu. Mimi na wewe hatujawahi kukaa kujadiliana kwamba eti unibebee mimba. Nina mambo mengi sana ya kufanya. Naomba hiyo mimba ukaitoe au umpe mtu ambaye unamuona yuko sahihi na si mimi. Hivi Shababi, unakielewa unachokizungumza kweli? Kwa hiyo wakati unapanda, ulitegemea kuvuna nini? Ukipanda mahindi, si unavuna mahindi? Kwa hiyo ulichokuwa umekipanda ndo hichi kilichotokea. Naomba matokeo yake ukubali. Hii mimba ni ya kwako na ni lazima uilee. Huyu mtoto ni wa kwako. Kumbuka mimi na wewe tunapendana sana Shababi. Hakuna mjadala kujadiliana kuhusu huyu mtoto. Na mimi siwezi kutoa hichi kiumbe kilichopo hapa tumboni. Kwa hiyo, muda tunafanya lile tendo, wewe ulitegemea kupata matokeo gani? Zaidi ya kupata kiumbe kilichopo tumboni mwangu. Naomba siniletee mangamngam. Huyu mtoto unamlea na simtoi, na ndo nimeshasema. Hivyo mwanamke una akili kweli? Unangangania nini? Mimi nishakwambia kwamba sihitaji mimba. Naomba ukawatafuta wao wajinga wenzako ambao walikupachika huo mzigo. Alafu ni nani ambaye ajui kwamba wewe ulikuwa unaishi na Sachi? Hivi Shababi una akili kweli wewe? Nani kakulaga baba yangu Hivi si ndio ulikuwa unaniambia unanipenda siku zote wewe? Leo hii nimepata mimba unanikataa live bila chenga. Na ulivyo mkaidi wa roho, yani unanidondosha hapo, unataka mimba yangu itoke. Unataka uiharibu ili ufurahi. Unataka itimie ndoto yako ya kuniharibia mimba yangu. Sasa nisikilize nikwambie wewe. Hii mimba haitoki na ninatamba nayo mjini. Na utalea. Mimi ndo nimeshasema, wewe ndo baba na mimi ndo mama. Alafu mtoto tunamlea. Mshenzi nini wewe? Una akili kweli wewe? Tukio lile ulifanya pale, mwanamke wako kuja kunifanyia mimi fujo, unanifuata hapa unanishika. Wewe kama nani? Hivi Lavani, nikuulize swali. Ingekuwa ni mimi, mwanaume wangu ametoka huko amekuja pale kufanya fujo, ungenifanya nini wewe? Nakuuliza. Nimeenda chuo kidogo tu, hujavumilia. Hukutaka kunisubiri, ukamtafuta mwanamke mwingine. Si ndio? Sasa sikiliza. Toa hizo ngwala zako hapa. Unifuate ninapoenda. Nakwambia nitakufanya kitu ambacho dunia itabaki na nishangaa. Buju, kwa nini unataka kuamua maamuzi kama hayo? Hivi ni mangapi nimefanya mimi na wewe? Ni vitu vingapi tumejenga mimi na wewe? Hafu leo hii kirahisi tu unataka kuniacha kwa sababu yule mpumbavu mmoja? Mbona kwa sio muelewa mama yangu? Mimi yule mwanamke simfahamu wala simjui yani. Mimi nikajua kwamba mimi na wewe tutashirikiana ili tuweze kujua ili kwa nini anaharibu. Huenda kwamba yule ametumwa. Lakini mwenzangu ndo kwanza tunashikwa na hasira, alafu nataka kufanya eti mimi na wewe tuachane. Alo mimi siwezi. Nimekusubiri kwa muda gani? Alafu eti leo hii umekuja tu ndo siku ya kwanza tumekaa mimi na wewe. Unataka tuachane? Au kuna sababu nyingine? Kama kuna vitu vingine nje na hivi ni bora uniambie. Sijaona mimi sababu pale ta kuchukua wewe maamuzi. Hivi Lavani, unanifanya mimi taira. Unanifanya mimi mwezi mchanga wagewage, si ndio? Unanichukuliaje mimi? Unanichukulia mwepesi ukiniangalia Yule mwanamke ni kichaa cha wanaume wote pale mtaani, akufuate wewe. Ni kichaa yule, ni mwenda wazimu. Usitake kunifanyia mambo ya kipumbavu. Sijui tunaelewana? Mimi ni mtu mwenye akili zangu. Nimeona tukio lililotokea pale. Nilikuwepo, sijasimuliwa na mtu. Kwa hiyo usitake kunifanya mimi kama mpumbavu, kama fala. Sijui unanielewa?
Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba unamwamini, si ndio? Unakiamini kilichotokea pale? Kama mimi ningekuwa nampenda au na mahusiano naye, mimi ningekukimbilia nini? Si ningekuacha? Hebu sio hivyo mamangu. Mimi nakupenda. Wewe uko peke yako kwenye moyo wangu. Wewe ndo mwanamke mwenye thamani. Hebu acha kumuongopea mtoto wa watu. Hivi Lavani, unataka mimi jamii nichukuliaje? Yaani umeniacha kule, mimi nikajua umemkimbilia huyu ili mje muachane kabisa, lakini bado unaendelea kumjaza ujinga. Kwa hiyo mimi sio mwanamke wa ndoto zako. Na unajua kabisa nakupenda. Tunapendana of course. Lakini kwa nini unaamua kunifanyia yote haya? Kila siku ni mtu wa kukufuata wewe na kukuambia jambo moja tu. Binti, huyu mwanaume akupendi wewe, ananipenda mimi. Yaani mimi ndo mwanamke wa ndoto zake. Ni mwanamke wake tangu huko nyuma. Sasa basi, nikuombe tu kitu. Kaa mbali naye, kwa sababu hujui mimi ni jinsi gani ninavyoumia, ninavyowaona kila siku mpo karibu. Sijui unanielewa? Buju, wewe nisikilize nikwambie. Kama kuna siku ambapo umekosea, kama kuna vitu umevifanya vimenikwaza na kuniuma, ni leo. Maya, umenishika pabaya. Ni bora ungefanya yote kuliko hicho ulichokifanya. Yule mimi ni mwanamke wangu na nina mipango naye, alafu unakuja kutugombanisha. Hivyo una akili kweli wewe? Wewe mwanamke, mbona hujielewi wewe? Kwa nini unaforce mahusiano? Unalazimisha kupendwa? Eti mama, sasa nisikilize. Laiti kama hata nielewa, nitachokufanya utajuta. Nilishawahi kukwambia mimi ni king'ang'a. Hivyo basi nitaendelea kukung'ang'ania mpaka mwisho wa maisha yangu. Alafu huyo mjinga mwenzio namfuata huko huko. Nikirudi namalizana na wewe. Wewe, yani ukimfanya chochote. Mwenyekiti, ni afadhali hata tumekutana hapa. Maana huu mguu baba ulikuwa unakuja huko huko kwako. Mimi nina matatizo kwa yanayonitatiza akili yangu. Haiwezekani vijana wa ovyo wanakuja kutumbukiza humu, wananipa mimi mimba, alafu eti leo wanaenda kuambia wanakataa. Mmoja nimemfuata asubuhi ya leo. Nimemwambia bwana nina ujauzito wako. Kanikataa katu. Mwingine nilimfuata jana. Hivyo kanikataa. Sasa wao wanafanya wakitegemea nini? Nataka unisaidie, uwaite wote wawili. Uongee nao, uambie bwana hii mimba ni ya kwao. Mmoja kati yao akubali. Asipokubali, tutafute njia mbadala ya kufanya ili kulitatua hili tatizo. Kama ni kupiga vibora, tupige vile vile. Kwa hiyo naomba nisaidie baba yangu. Na mimi nilikuwa nakusikiliza vizuri kabisa. Wewe unaonekana utakuwa una akili. Hivi katika mji huu wasiokujua wewe kama kudangadaga wewe umetowea. Hivi nani atakubali hiyo mimba? Tena mimi mwenyewe nilikuwa natamani kweli katika hiyo mimba na mimi niingie huko nitoe baba humo. Yaani ushangaika, mimi nilijua watu 5. Kumbe 2, umejua kuwapunguza njinga wewe. Hivi wakube chizi Taira bwabwa, nilijua naongea na mtu wa maana, kumbe naongea na mtu mwenye kitambi kama mimba ya panya. Unajua unanichanganya sana wewe. Mimi ni kama mwanao, ninakuletea matatizo yangu ili unisaidie namna ya kufanya, unakuja kunielezea upuuzi wako. Hivi unajitambua unachokiongea au unajua naongea na nani? Au wewe umebebelea tu kichwa, umebebelea tu boga? Wewe ni mwenye kiti au mwenye sofa au mwenye kitanda? Hatuelewi. Na mimi sijawahi kuamini kabisa kama Bogomale akawa na maneno kama hayo kabisa. Mimi najua kabisa Rastamani wanakuwa na heshima na na hekima. Wewe unaonekana wewe chokola wewe. Yaani kwenye urasta kabisa upo. Ndio maana wazazi wako wamekushindwa wewe. Kutokana wewe jeuli. Mwangalie vile macho yake kanyau. Mpumbavu mkubwa wewe. Hivi kumbe uchizi Huyu kumbe hamnazo. Hana akili huyu. Yaani watu wengine wanapewa mwenyekiti wa bure. Ona huyu kabebelea tu tumbo. Hana chochote hapo alipo, anachowaza ni kubebelea tumbo tu. Lienda lirudi ni yeye tu. Mjinga mkubwa. Waliokupa wewe mwenyekiti wapumbavu kama wewe, mshenzi wewe. Wewe tena. Nimekuacha kule, umenifuata mpaka huko. Hivyo dada unanitafutia nini mimi? Unataka mimi niende jela sasa hivi? Wewe bwanako si nimeshakuachia? Haya, kilichokufanya unifuate tena hapa ni nini? Maana yake nitakupiga mimi nionekane mbaya. Dada samahani, unijui sikujui. Naomba uniache.
Sijui tunaelewana? Nisikilize nikwambie. Mimi kutoa miguu yangu kule kuja mpaka hapa kukukimbilia kukusimamisha tuongee kistaarabu. Usinione mimi taila. Nahitaji tuongee kwa utulivu tena tuelewane vizuri tu. Nipo hapa kwa ajili ya kukupa onyo hilo moja tu. Naomba ukae mbali na yule mwanaume kwa sababu hujui ni jinsi gani ninavyompenda na hujui ni jinsi gani mimi ninavyoumia kwa sababu yake. Sasa basi, kama utofuata hichi ninachokisema, tutaonana wabaya. Wewe dada, mbona unakuwa na mambo ya kishamba? Mambo ya kizamani, mambo ya kale. Hivi watu siku hizi karne hii wanamgombania bwana kweli? Wewe umetokea wapi? Wewe kukamwe. Sasa nakwambia hivi, yule bwana nilikuwa nataka kumwacha, lakini kwa kuwa unaniletea kisebengo, simuachi. Sio nasema siku hizi wawili cha peke yako kaburi. Sasa nitakuonyesha. Yule bwana simuachi na nitatamba naye. Sijui tunaelewana? Naona unachonga sana mdomo. Alafu, kwa nini umekuwa Hadija Kopa? Unaimba tu taarabu. Hayo mashairi yako ni bora ungeandika kwenye vitabu au kwenye madaftari, ukawapa wasanii wakayaimba. Kama unajikuta chizi, mimi mwenyewe taila vile vile. Na kama umejikuta umevurugwa, mimi mwenzako yani hizi akili hizi azipo kitambo yani. Sasa basi, kama utofanya hichi ninachokisema au nilichokwambia, utanijua mimi ni nani. Mtaa wote huu wananifahamu na akili zangu wanazijua vizuri tu. Sasa jichanganya au ingia kwenye 18 zangu, nitakuonesha. Wewe unataka vitendo? Sasa nyanyua hizo kwato zako, unifuate kwa mara nyingine. Hivyo unajikuta nani? Sasa basi kaingia mkenge, nitamuonesha timbwili hilo. Atoka nisahau maisha yake yote. Samani kakaangu, mimi naitwa Kidoti. Najua unifahamu, ila mimi mpenzi wake Sachi. Nilikuja hapa na shida naye kwa sababu nilienda kumuulizia mwanzo alipokuwa anaishi, nimeambiwa akahamia huko. Kwa naomba kaniitie niongee naye tafadhali. Mbona hilo jina mimi silifahamu? Na huyo mtu unayemuulizia sijawahi hata kusikia hilo jina hata sehemu moja. Sasa sijui labda ulizia hapo mitaa ya mbele, maana hapa mimi naishi mwenyewe tu na ule mke wangu aliyetoka. Kwa hiyo ungeenda tu kujaribu tu huko nyumba za mbele, unaweza kumpata. Kakaangu, mimi najua tu Sachi yuko hapa na unakataa kuniambia ukweli. Labda nikuweke wazi tu kakaangu. Sababu ya mimi kumtafuta Sachi, nina ujauzito wake. Na chanzo cha yeye kuhama kule alipokuwa, anadai kwamba mimi nilikuwa namsumbua sana. Ndo ameamua kuja huko. Kwa hiyo mimi najua yuko hapa. Naomba uniitie mwambie niko hapa. Na nahitaji hii mimba tuile yote. Mtoto wetu akue kwenye maadili, akiwa tumboni mpaka atakapozaliwa. Kwa hiyo naomba tu mwambie mimi ni Kidoti yake, nimekuja sio kwa ubaya lakini. Kwa nini mdada usichokelewa nini? Unataka niongee lugha gani ili unielewe? Nishakwambia huyo mtu mimi simfahamu na hapa kwangu sijawahi kumuona. Hilo jina yenyewe silijui. Wewe bado una force sijui mpenzi wako, sijui mumeo. Mimi nanihusu nini sasa? Au mimi mwenyekiti? Au mimi baraza la masuluhisho ya ndoa kwamba mkigombana huko mnakuja hapa mnasuluhisha, sio? Simjui huyo mtu, kamtafute sehemu zingine huko mbele. Au mnatutafutia sababu? Sikiliza bro nikwambie. Unajua unachonga sana utafikiri sio maniga, Mimi mwenyewe imani vile vile. Alafu unapoongea nimekuja kiustaarabu alafu unanipazia sauti ili umpe nani faida, Wewe ni mtu mzima, jitambue. Alafu mimi nishakwambia mimi na ujauzito wako. Unataka wewe ule au? Hebu jitambue basi. Alafu sometimes vipi mtu akija mpokee vile vile atakavyokuja. Sio kwamba mimi nimekuja kiustaarabu unaniona kama unanimudu, unaniona kama unaniweza, unanipazia kipaza sauti, si ndio? Wewe unanijua vizuri mimi. Wewe nitakuja kuzibwa mibawe mtoto wewe. Wewe mwanamke. Angalia hizo kauli zako unazoziongea dada. Hapo hapo kwenye mjengo wangu sio kwako. Usinipandishie sauti. Toka. Yaani wanawake wengine wanataka tu kutuletea matatizo bila sababu ya msingi. Sasa ndugu yangu Sachi na yeye nishamuelekeza wanawake wengine sio wanawake. Sasa mitihani gani ananiletea ndugu yangu? Wewe vipi tena?
Umefuata nini hapa kwangu? Na tena una mabegi. Yaani unaniuliza mimi hapa nimefuata nini? Au ulifikiri ulivyoniacha kule ukanipiga ukanidhalilisha kule ndio ulihisi labda imeishia kule kule? Baba, ile haikuisha mpaka iishe. Yaani ndio kwanza mechi na dakika 5. Alafu kumbuka mechi huwa ni dakika 90. 90 bado hazijaisha. Hapa nimekuja. Sibanduki sichomoki. Kwa hiyo sitaki kunibugudhi, ukanitoa kwenye mudi, ukanivuruga, nichanganyikiwe mimi na mwanangu. Nahitaji unikaribishe ndani kama mwanamke wako. Sihitaji unipokee kama tuna ugomvi wa miaka 90 nyuma. Hivyo mwanamke mbona king'anga sana, ambaye usielewa neno ambao ukiambiwa. Sasa sikia, nilishakwambia kama ukitaka kuingia hapa mjingoni, toa hiyo mimba. Je, umetoa? Kama ulivyoniita king'anga, mimi king'anga aswa? Mimi asili ya Zuchu. Niking'ang'ania siachi. Wala siachiki. Umenitia mimba, unataka hii mimba nani akailee? Hivi wewe unajifikiriaga kweli wewe mwanaume? Shababi, tena nakumbuka ni hapa hapa tulipompatia huyu mtoto. Huyu ni mtoto wako, hii ni damu yako. Sijileti mimi. Nimekuletea damu yako. Nimekuja baba, hebu nipokee. Naona ninachozungumza wewe uelewi. Inabidi nifanye vitendo. Unaondoka uondoke? Hapa siondoki. Labda uniondoe. Kumbe uelewi. Kwa nini mnanifanyia hivyo? Ingali project zangu nishapatia toka muda. Kwa nini mnashinda kunisaidia nyie? Sachi, nimekaa ndani nimewaza vitu vingi sana. Cha kwanza, yule mwanamke anakupenda. Alafu ana ujauzito wako. Unajua mimi nishaye kumpoteza mjomba wangu kwa staili hizi. Sasa sihitaji tena atokee matokeo kama aliyotokea zamani. Nisikilize nikwambie. Usitaki kurukaruka sijui ni na nini, ile mimba ni ya kwako Sachi. Sijui unanielewa? Alafu wewe mwanangu, mbona una wanao kibao? Mimi nilikuwa najiuliza sana kwa nini aje hapa huyu? Kumbe unafanya mwenyewe unajua. Ushaona sasa umefanya upuuzi, unaona niende kule kwa Bravo sijui na nini, najua yule mwanangu atanielewa. Oya, mimi hizo pigo sizifagilie mwanangu. Bravo. Yule mwanamke namjua mimi. Namjua vizuri. Ile mimba sio ya kwangu. Nimekuja hapa ili unisaidie. Sasa na sharti hili moja. Ukihitaji kuishi hapa, tuishi kwa amani. Kubali ile mimba. Ile mimba ni ya kwako mzee. Au kijiona umeshindwa kuishi hapa, umeshindwa kukaa hapa, kataa ile mimba na mimi hapa natoka, nikirudi nisikukute mzee. Na hisi tumeelewana mzee. Na hayo ndo maamuzi yangu. Yaani bora umfadhili mbuzi utakunywa mchuzi kuliko kukufadhili wewe mshenzi wewe. Wewe ni mshenzi rafiki yangu. Hilo mimi nakuchana, hiyo ni true story. Sasa maamuzi yangu ni hayo. Mimi natoka nikirudi nisikukute. Sesere, unataka kusema njia yote hujaiona mpaka unipush sehemu ambayo nimepita mimi? Alafu wewe kivuruge, nisha kukenya mara kibao. Hebu usiingie kwenye anga zangu. Usiingie kwenye 18 zangu wewe dada. Hivi unajua mimi nilipotoka huko nimeshavurugwa? Unataka nikuchane nikuvuruge nipewe mada kesi, si ndio? Wewe nimesha kukanya mara kibao. Wewe ndo sababu ya kuniharibia maisha yangu. Wewe ndo chanzo cha mimi kuwa hivi. Kati yangu mimi na wewe aliyempushi mwenzie nani? Yaani umetoka huko na ma-stress yako, umekuja umenigonga hapa. Haya, ningedondoka chini ningeumia vibaya. Usione siku nilivyokukimbia pale, ukajua labda nakuogopa hii ngoma nyingine. Ile siku nilikuacha tu pause. Yaani hapa umeingia moto mwingine. Yaani umechokoza, yaani kama ni moto ndo kwanza umewaka. Yaani sikuogopi kwa chochote na uwezi kunifanya lolote. Amua chochote afu uone. Kama kawaida yako wewe, kujichomoa betri, kujifanya wewe ni betri low.
Kwamba huelewi ninachokizungumza hapa. Huelewi umefanya nini? Umetoka huko usiangalie mbele, unaangalia sijui nini. Alafu wewe ulivyo kifupi hivi na kuambiaga kila siku, kwa nini unaendekeza umalaya wewe binti? Hebu tulia, unaenda shule huko. Mabwana sio taipu zako. Hebu achana na umalaya wewe. Nilijua utajutia ulichokifanya, lakini wewe ndo kabisa bado unanikazia sura. Mbichi! Mimi najua wewe bado kuna kitu kinachokuchokoa chokoa. Ni kwa sababu ya hao wanaume. Sasa nisikilize wewe. Siwezi kukuachia karagosi kama wewe. Tena basi, bado nipo nao na ninadumu nao na nitadunda nao. Kumbe. Kisasi chenyewe kumbe kwa ajili ya wale wanaume zako. Sasa nisikilize nikwambie. Mimi nimeshaachana nao, sina huo mpango kabisa. Sasa basi, popote utakaponiona, naomba pita hivi nipite hivi. Sihitaji tuendelee kufuatiliana. Ngafaki mkonana babake. Unatafuta sana mjinga wewe. Yaani wewe umempa mimba mwanamke yule alafu unanisingizia mimi. Maya, afadhali tumekutana hapa. Kwa sababu huu mguu unaoona hapa ulikuwa unakutafuta wewe. Nisikilize dada nikwambie. Sijapenda ulichokifanya ule muda pale. Hivi, ni kitu gani unachokitaka kwenye maisha yangu mimi? Kwa nini unakuwaga sio mwelewa? Je, unahitaji mtu aongee kwa lugha ya namna gani ili uweze kumwelewa wewe? Au unataka achukue tarumbeta leke kwenye makalio ndo utamsikia? Wewe umeniharibia maisha yangu mpaka muda huu. Umeniharibia furaha yangu. Bila kujua dhumuni lako ni kitu gani unachohitaji kwenye maisha yangu. Sasa nakupa onyo. Sihitaji kufuatiliwa. Kwa sababu sijui kosa langu ni nini mpaka unanifanyia hivi. Hivi ni mimi au ni kila mtu ndo namfanyia kama unavyonifanyia mimi? Au nimekosea ile siku kuja kukwambia wewe kwamba mwanaume wako ananitangazia ujinga mtaani? Tena mkaka wa watu, nilitumia tu busara kukwambia ili ukamweleze mwanaume wako, lakini ndo kachukua nafasi hiyo ya kuja kunifuatilia na kuniumiza mimi kwenye maisha yangu. Sasa basi, nina ombi moja tu. Nahitaji ukarekebishe mahusiano yangu kule kwa mwanamke wangu. Kama hautafanya hivyo, Maya, nitakufanyia kitu kibaya ambacho utajuta kwenye maisha yako yote, na kila utapotazama hicho kitu ambacho nimekufanyia itabaki kama kumbukumbu au historia. Kwa hiyo Lavani, hujui nini namaanisha, si ndio? Wewe ni mtoto mdogo? Au tuseme labda sio mtoto mdogo. Una D2. Kusoma ujue hata picha uone. Hebu usinifanyie hivyo bwana. Mimi nafahamu unajua kila kitu. Ila tu unajitoa ufahamu. Ujui mimi moyo wangu unaumia kiasi gani. Tambua mimi nakupenda na nafanya yote hayo kwa ajili tu kukuonesha wewe ili ujue thamani yangu. Na labda nikwambie tu ukweli. Mimi siigizi. Nakupenda kweli Lavani. Kwa nini hutaki kuamini hilo? Au unataka nifanye kitu gani ili ujue kweli nakupenda? Sawa, sikatai. Nilikuwa nina machafu yangu kibao, lakini nimeamua kuyaflash yote. Nimeamua kuachana na kila kitu kwa sababu yako. Tambua nakupenda. Na sio kwamba nakuigizia Lavani. Nakupenda kweli. Kwa nini hutaki kuamini hilo? Lakini kwa nini hukuniambia tangu mapema? Kwa sababu unasema moyo wako unanipenda mimi. Sikatai. Lakini hakuna mtu ambaye hajui tabia yako hapa mtaani. Haukupaswa pia kunifanyia vile. Ungenifuata, ungeongea na mimi kistaarabu na mimi ningekuelewa. Kwa sababu huo ni moyo. Mimi acha tu nikuelewe. Na
ndoto juu ya jina lako, nikadhani kesho itanichekea, lakini leo ninatembea peke, nikizungumza na maumivu moyoni. Nilikuona kama pumzi ya mwisho, kama tumaini la kuishi tena. Sikujua mapenzi ni kiza kizito, yanayofunika macho taratibu.